Na mambo vipi mtazamaji wa Balozi TV na mfuatiliaji wa soka la wanawake Tanzania bara na visiwani. Leo tuko katika viwanja vya Alliance School ambapo tumekuja kwa ajili ya michuano ama mashindano ya ligi daraja la kwanza kwa wanawake ambayo yanataraji kuanza siku ya kesho Juni 8. Na tayari draw imekwisha kupangwa. Hapa niko na mwenyeji wa mashindano haya Mr. Nelson ama maarufu kama Nenga. Bana, kwanza mambo vipi? Safi sana kiongozi. Kwema? Kwema kabisa. Kwema, karibu sana Alliance. Bana, sisi tunashukuru sana kwa sababu tumepata mapokezi mazuri yaliokuwa bomba kweli kweli. Kwanza tunawapongeza kwa kila ambacho kinaendelea hapa Alliance. Asante sana na tumejiandaa vizuri na tunashukuru uongozi wa MZFA, TFF kiujumla, viongozi wake wametuamini, wametupa mashindano, wamekuja hapa na sisi kiukweli tumejipanga vizuri. Kama unavyoona toka jana watu wameingia, wamekula, wamelala na huduma za michezo zinaendelea. Sehemu za mazoezi zipo na sehemu za mechi zipo. Tumeona kuna maboresho hapa na pale katika pitch, kwa maana ya pitch. Kwanza nyinyi kama Alliance mnajivunia nini kuwepo kwa mashindano haya hapa? Sisi kama Alliance, kwanza kabisa sisi ni wadau wakubwa wa michezo na tunajulikana kabisa, na sisi tuna timu ambayo ipo ligi kuu ya wasichana. Kama timu ambayo iko ligi kuu ya wasichana na kama taasisi kiujumla, tunashukuru TFF kwa kutuletea mashindano hapa, na naamini wametuamini kwa sababu wanajua sisi tuna vitendea kazi, tuna viwanja vikubwa, tuna sehemu ambayo wanaweza kulala vizuri bila shida yoyote, kuna sehemu ambayo wanaweza kufanya chochote wanachojisikia ambayo yanaendana na michezo bila changamoto yoyote. Tumeona Alliance imekuwa sehemu ya kusaidia ama kutoa wachezaji wengi zaidi wa kike ambao sasa hivi ni tishio katika taifa la Tanzania. Unayaonaje ya mashindano ya ligi daraja la kwanza ambayo yanafanyika hapa? Itakuwa ni sehemu ya chachu ya mafanikio kwa mabinti ambao wamejitokeza katika michuano hii? Kiukweli ligi ya sasa hivi bado haijaanza, nadhani inaanza kesho na ratiba imeshatangazwa, ila mpaka sasa hivi timu zinazokuja unaona kabisa kila timu imejipanga, kila timu inahitaji kupandisha timu kwenda ligi kuu. Na tunaweza kusema kwamba ligi ya wasichana au mpira wa wanawake umekuwa sana. Ni tofauti na zamani pale ambapo timu yetu inapanda ligi kuu kipindi kile. Yaani au ligi kuu ya miaka mitatu nyuma ni tofauti sana na ligi kuu ya sasa hivi. Kwa unakuta timu ligi kuu ya miaka mitatu nyuma ndio ligi daraja ya kwanza ya sasa hivi. Yaani timu zina hamasa, timu zina morali, timu zimekuja zimejipanga. Timu za daraja ya kwanza zinalipa paka mishahara, zinajili paka wachezaji wa nje. Kwa hiyo ni kitu kikubwa kabisa, unaona kabisa ni watu wamejipanga na watu wako serious kupandisha timu na mpira wetu kiukweli unazidi kukua. Kitu gani sasa ambacho unaweza kuwaambia wadau mbalimbali, kwa sababu tunaamini kukua kwa mpira wa Tanzania masoka la wanawake ni kuwepo kwa wadau ama wawekezaji. Wewe sasa kama mwenyeji, kama manager nseme wa Alliance School, kama sijakosea unaweza kanirekebisha kwanza? Hujakosea. Usema vyote ni mimi ni manager kweli wa Alliance na ulivyoongea ni sahihi. Kama wadau, kama mdau wa mpira, mimi naona kwamba kwa sababu mpira kwanza ni ajira. Kama mpira ni ajira, inamaanisha timu zinavyoongezeka kwenye ligi, inamaanisha ni ajira imepatikana kwa vijana wetu. Tunapunguza kukaa mtaani kufanya mambo ambayo sio ya kimsingi au sema ya kitamaduni kabisa. Yani wanakuwa unapunguza wale ambao wanavuta bangi, wanafanya nini, ila mpira unaunganisha pamoja, wanapata ajira, wanalisha familia. Inamaanisha kiufupi pato la nchi inaongezeka kupitia michezo. Sasa na pia mimi nawaasa labda wadau mbalimbali waweze kuinvest kwenye mpira wa kike, hata makampuni ya kubeti. Naona makampuni ya kubeti hayana odds za mpira wa kike, zipo tu kwa timu za kiume. Kwa naona hata mpira wa kike pia makampuni hata ya kubeti yaweke odds pale ili ligi iendelee kukua kubwa na watu endelee kupata kipato zaidi. Bana, kwa haraka kwa mtazamo wako sasa unaonaje mashindano sasa? Yaani nani ambaye unampa asilimia za kunyakua ubingwa na timu gani ambazo unazipa asilimia angalau za kupanda ligi kuu kuelekea ligi kuu ya wanawake Tanzania bara? Kwa sasa hivi ni ngumu kujua kwa sababu bado timu ndo zimefika zote, ziko 16. Sasa na sijaziona. Mimi naamini labda tukishapiga raundi ya kwanza hapo naweza nikajua sasa kulingana na timu fulani hii inaweza ikapanda. Ila kwa sasa hivi sababu timu nyingi zimetoka mbali, zimetoka mikoani, wengine wametoka Ruangwa, wengine wametoka Arusha, huwezi kujua sasa wamejipangaje. Ila ligi zikishaanza ndo tutajua sasa kwamba hawa wako vipi na nani tumpe nafasi kubwa za kupanda. Ila kwa sasa hivi sababu bado hatujawaona na ligi bado haijaanza, ngoja ligi ianze na then tutakuwa na majibu kamili.
kwa kuwakaribisha Watanzania pengine, kwa sababu Alliance ni sehemu ya mafanikio kwa wachezaji wengi bwana. Kwa hiyo kwa kuwakaribisha watu kujaribu kuleta watoto wao kwa ajili ya kusoma Alliance Primary, Alliance Girls, Alliance School, Bwile School, una kipi chochote cha kuzungumza kuelekea katika? Kwanza kabisa nawakaribisha wazazi, walezi, ndugu jamaa na marafiki waje Alliance, kwa sababu tuna fursa mbalimbali. Tuna michezo na pia tuna elimu. Kama una kijana wako unataka asome na pia acheze mpira, kipaji chake kisipotee, Alliance ndio sehemu sahihi. Inamaanisha anaweza akasoma, anaweza akacheza, anaweza akapata mambo yote. Na pia kuna jambo letu kama Alliance ambao tunaliandaa, itafanyika mwezi wa 7, tarehe 9 mwezi wa 7, ambao itakuwa ni Alliance Day. Na dhumuni Alliance Day ni kuunganisha wanafamilia wote wa mpira ambao walishapita hapa, ambao sasa hivi wako ndani ya nchi, nje ya nchi, wote ambao washakupita Alliance, wa kike na wa kiume, kina Novatus Dismas, Alphonsi, Morris Abraham, kama unavyojua, wote kina Israel Patrick, kina Aisha Masaka, wote ambao wameshapita wa kike na wa kiume, tutawakuanisha pamoja na wale wote ambao wameshasoma hapa kuanzia form 4 iliyomaliza ya kwanza kabisa 2013. Tutaunganisha wanafunzi wote wa Alliance. Hata kama ulisoma mwaka mmoja tu Alliance, unakaribishwa uwe mdau wa Alliance, usiwe mdau wa Alliance. Ni jambo la kuunganisha na kuhamasisha mpira kwa hapa Tanzania na hapa Mwanza, hususan hapa ni Mwanza. Bila shaka Balozi TV tutapata mwaliko. Balozi mmealikwa mpaka sasa hivi. Asante sana. Bana, huyo ni Nenga ambaye ni meneja wa taasisi ya Alliance Academy, Alliance School, ambaye tulikuwa naye tunapiga naye story hapa. Akiwa kama mwenyeji wa mashindano ya ligi daraja la kwanza. Mimi nikushukuru sana kwa kuendelea kufuatilia Balozi TV. Usiache kusubscribe na kuacha komenti zako za nguvu kupitia page zetu za Instagram pamoja na ule wa Facebook @Balozi TV pamoja na @Balozi Soka la Wanawake.